Lazaro, wewe nini? Wameshakufa. Amekufa? Mtu anakufaje kizembe hivi? Mimi na imani bado yupo hai huyu. Kimvuli cha msitu kimetufunika, imani iliyong'aa sasa inafifia. Leta iruhusi ujinga tu. Kwa vyenyewe havina simu, nasema eti hailisi kupiga picha. Ngoja kwanza nimwage kwanza ile chafu hapa. Baada ya hapo niwapige picha nzuri. So wajifanya wanakaa hivyo wataisoma namba. Tajiri, usinifanyie hivyo. Tamu sana. Mwambie achana haraka, mwambie andike. Mwambie andike kitu kutokea wewe. Maana kitu kinatokea kule. Misiri yangu. Mwambie andika haraka. Andika hapo. Wewe si nilikwambia lakini. Wewe msitu hautakiwi kupiga picha. Andike nini sasa? Unafikia hata picha nimepiga basi? Mwambie tu andike kisha mtoka tujue. Lakini kivuli cha msitu kiko chini ya asili ya tazama pale. Huyu ndo anabeba siri ya kivuli cha msitu. Tukimwangamiza huyu, basi itakuwa ni rahisi kukiangamiza kivuli cha msitu. Hatuwezi kukiangamiza kivuli cha msitu kama huyu yuko hai. Huyo si mlevi. Mama, wewe ndo unamwona mlevi? Huyu sio mlevi. Sio mlevi. Nadhani naweza kaenda. Namtuma mtu akaniitie vijana wa kwenda kumkamata huyu mlevi. Mwisho wa kivuli cha msitu umefika sasa. Hii siri sitakaa nayo tena. Nimeshindwa kukaa nayo. Nenda. Sasa hapo unafanya nini? Yaani sisi tumekaa tunakuzingatia au kuchanganya tukiandika kionekani maana yake nini sasa? Sara chora, sisi tutakuacha ujue. Sara, andika. Mbona unazungusha tu mkono? Yaani ujinga si upendaji. Yaani tunakaa tunamsikiza yeye, afu anatufanya kama watoto wadogo.
Chora bwana. Sara, nakuomba basi tafadhali, hebu andika tuelewe basi, na tujue ni nini ambacho kimekusibu ili tuweze kukusaidia walau. Kimeanza kujiliza tena. Mimi naondoka zangu bwana. Lazaro, hawajui kusoma na kuandika? Hapana, kusema kwamba hajui kusoma na kuandika hilo nakataa. Anajua, lakini nashangaa mpaka sasa hivi, yani anachokiandika tukielewi pia kionekani. Anajua sijui tunafanyaje sasa. Unajua nini kaka? Tulianza na Mungu. Kwa nataka tumuombe Mungu atusaidie kwa hili. Kwa sababu ukisoma kwenye Mathayo anasema kwamba aombaye na apewe, abishaye na afunguliwe, atafutaye naye aone. Kwa tumtafuteni Mungu ndugu zangu. Umeongea point. Yaani hapa tunafanya mfungo juu ya mfungo. Sijui unanielewa? Na silaha tosha ni maombi. Ndio maana anasema kwamba kesheni katika sala mkimwomba Mungu. Kuna neno la Mungu hapa naweza nikakushirikisha kidogo. Ukiangalia kwenye Misali 18 mstari wa 22 unasema kwamba apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Si mimi ambaye nimesema, mimi nimetumika kama chombo tu, lakini ni sauti ya Mungu ambayo inayozungumza hapa. Ni Mungu mwenyewe ndio amehusika, lakini mimi nimetumika kama chombo kukuletea ujumbe. Kwa hiyo naona mambo yangu yamebadilika nilipokuja kukupata wewe, kwa sababu sikuwa hivi, lakini nilipokuja kukupata wewe naona mambo yangu yamekaa vizuri sana. Kupitia wewe na imani utabadilisha maisha yangu. Kila anachogusa kinatiki, nyota yake imewaka.
Yaani hawa wamezidi, yaani mpaka wananikera. Sasa anakukera nini sasa? Yaani kufuatana kila muda wako pamoja yani. Sasa hapo cha ajabu nini? Kwani wewe huoni? Kwani huku tumekuja kubebishana au kumtafuta Mungu? Jamani, mbona mambo ya kawaida? Wale watu wamechumbiana, yaani hawa ni mtu na mpenzi wake. Waacheni bwana. Wachetetu tukiandikeza ya mambo hatutatoboa. Kwani kama wanafundishana neno hao ndo ile utaki kuwaona wakiwa pamoja, ndugu yangu. Hata kama wakiwa wanafanya mambo mazuri wewe utaki. Sawa, kwa nini wewe wao? Kwa nini sio wao na mtu mwingine? Yaani wewe Stella, kuna shida gani binti? Wale ni mtu na mchumba wake, na hapo wanajifunza neno la Mungu. Cha ajabu nini hapo? Neno la Mungu wanakisiana pale. Stella jamani, wamekisi wapi hapo? Mimi mbona sijaona? Wamekisi wapi Stella? Mimi nimewaona, si kama hujaona mimi nimewaona. Stella, kwa makini na maneno yako. Hapo umedanganya. Mimi sijawaona. Na kutoka kwenye maombi, kumbuka. Usiseme uongo. Mimi nimewaona. Kama hujawaona, mimi nimewaona kwa macho yangu mawili. Yaani usio unanisumbua sawa? Wewe Stella, hebu waache bwana. Wenzio ndio kwanza wanahisi burudani hapo. Kina miwivu yako. Hebu tuondoke bwana. Achana nao. Wivu? Basi sawa kiongozi. Yaani Stella, kama nitoa hapa. Hebu achana nao tuondoke bwana. Niliwaona tu ani wako semoni. Si tuko biza na maandalizi, wao kwa ule wanajitenga tu. Ndio kama hivyo. Msichana na mvulana wakizidisha mazoea, lazima madhara yatatokea. Sio bure. Hawa watakuwa mezini, Mungu amnawapiga. Kwa nini wahisi hivyo? Uliona siku nyingine tofauti na siku ya kwanza? Niliona siku ya kwanza, ila sikuwafuatilia tena. Haitakiwi kuwahisi hivyo. Namjua vizuri Sala, hawezi kufanya hivyo. Kwa nini hiyo wao tu? Acha kuwahisi vibaya. Yule ni mchumba wake na Lazaro analijua hilo. Kwa hiyo hawezi kuvuka mipaka. Sema kweli, nilikuwa nachukia sana ukaribu wao, lakini umeweza kunifungua. Na utajaje sasa? Mimi nipata wazo. Kwa nini tusimtafute yule mchungaji ili atusaidie? Maana huo msitu ni mdogo sana, tutampata tu. Mimi nadhani anaweza akatusaidia. Kama muongee kitu vile, maana mchungaji yuko karibu sana na Mungu, anaweza akatusaidia kweli. Naamini hivyo, atatusaidia. Sawa, kuna haja ya kuwashirikisha wenzetu? Amna. Tumtafute kwanza sisi, alafu baadaye tutawashirikisha wao. Twende. Subiri kwanza. Hizo nguo vipi? Wewe hizo nguo zako hizo
Nenda kabaishe bwana, sije kamtia majaribu mchungaji wa watu. Hakiamu. Yaani nyani au nikundue. Wewe mwenyewe unanuka jasho. Bado tukabadilishe wote sasa. Shogangu yamekuwa hayo. Twende sasa. Tabiri. 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 Nipo huku. Wesheni mikono yenu. Huyo mnaye muona, nataka mniletee hapa. Fanyeni kila mtakaloliweza. Nadhani muda wa kimvuli cha msitu umeisha sasa. Namhitaji huyo mtu mara moja, na mniletee akiwa hai. Kwa sababu hatutakimaliza kimvuli cha msitu bila kummaliza huyo mtu. Nendeni mfuate, lakini kabla hamjamfuata, subirini niwatengenezee dawa ili mkaweze kumkamata kirahisi. Namuhitaji huyo. Huyu si ndio ule mlevi yule? Ndiyo. Sasa tunashindwa kumudu sisi yule mpaka tutengenezee dawa? Awe, huyu tunaenda naye kavukavu. Dawa za nini? Hizi ni dharau bana. Yaani akakalia jadi tutumie dawa. Mimi namuita bwana. Hebu tulia, mimi nimuite. Mtabiri! Mtabiri! Haina haja ya dawa bana. Tunammudu. Wewe, twende. Hawa vijana hapa palikuwa na mtu.
mchezo tupo hapa. Mbona kuona kijana wa kike kwa huzuni, walikuja kwa matumaini, mioyo safi, macho angavu. Walibeba maombi yao wakiamini atarudi. Msitu kawa kimya, giza likashuka taratibu, lakini aliyerudi si yule waliyemjua. Kimvuli cha msichani kama pepo, kimvuli cha msitu kimeamka tena. Anatembea kati yao, hawajui ni yeye. Rafiki wa jana, muuaji wa leo, aliapa kwa damu, sasa ni mnyama kivulini. Kimvuli kijana wa kiume kwa hasira na huzuni. Alitabasamu, tulimkumbatia, lakini macho yake hayakuwa na roho. Alikuwa karibu nasi, lakini mbali mno. Kwa nini hatukuona alivyobadilika? Kwa nini hatukuona alivyobadilika? Msitu una siri, una wachagua wake. Aliyesikia mwito hawezi kutoroka. Aligeuza mgongo kwa nuru, akavaa kivuli. Kundi kwa nguvu zaidi, kama sauti za wachawi. Kimvuli cha msitu kinawinda usiku. Anakuja kwa tabasamu, anachukua roho. Hatukujua, hatukutambua, tulisali kwa ajili yake, kumbe yeye ndiye laana. Kimvuli cha mvuke ya huzuni, kama sauti ya marehemu. Je, tutamwokoa au tumue? Bado yumo ndani au ni kivuli tu? Msitu haachi, msitu huchukua. Kimvuli cha msitu ni wetu sasa.